Hello, good people. Welcome to the Good Vibes Podcast KE. It's been long by the way since we recorded any video on YouTube. Our YouTube people are like, what's going on? But you recorded. Oh yeah, I just record sometimes, but yeah, just to nikitaka nimeitumia kama storage for a long time. Nikitaka kustore video yenye najua maybe inaweza jaa kwa storage yangu na sukuma huko. Alafu zile nini kidogo kidogo tu. Which is good. Yeah, which is good saa zingine kukua updated. But yeah, we back guys. Remember to subscribe to the Good Vibes and Inshallah Podcast K. Umetulia sana, nini inaendelea? Yeah? Mimi nakwanga nimetulia, I'm just a very chill person as a person. Yeah. I think we've had a 1 year break kama nini. Ni kama mwaka umeisha. From social media, from TikTok. From YouTube, yeah. It's maybe like a mwaka, maybe miezi kadhaa. Miezi kadhaa, yeah. Yeah, so otherwise things have been okay. Yeah, do you miss YouTube? Not really. Yeah. Like, I don't know, because see, I've been using YouTube on my phone to record. Right, yeah. You could record, watch. But kunini umekuwa na a long break, yani bila kurekodi from YouTube social video. Media, that's what I'm recording, YouTube, TikTok. Yeah, kwanza ulikuwa umeenda break on TikTok. What was happening? So tuambie story. There was a time I took a break from all socials, yeah. And then I went back to Instagram, and then I went back to Facebook. And then sasa TikTok ndo nimerudi sasa juzi recently. That was the longest ever break. How did you feel when you were out of TikTok and okay, good. It felt good. Okay. Like obviously you know, na miss engagement nini, but also it just felt good to just live life up in a reality, you know na? Yeah. Because unashinanga umeenda TikTok. Me honestly, TikTok ilikuanga sasa hivi nimerudi sioni hiyo sana. But okay, huanga majority of the people wako na negativity sana. Yeah. So I was like, you know what? I don't have to keep consuming negative energy and negative vibrations za watu. So I might as well take a break and do my own things. But like unajua negativity ina sell sana TikTok. Watu wakitusiana wakifanya. But maybe I don't thrive in negativity ama negative energy. Unasikia tu vibaya. No, sisikii vibaya. I don't thrive in it. Like sick tunanibamba mimi. It doesn't bring me joy. Like if I find you as a woman, ama as a mother, ama just as a person. Yeah. Even as a man especially, you're trolling another person for no freaking reason. Like uko una troll mtu because amefanya hii. Again, they do that, the other thing, it's a problem. But unajua most of those days za kuanga kwa mtandao saa zingine ni scripted, si eti ni watu wanachukia. Not all of them. Kuna vitu wenye mtu anasema mpaka hata wakikuja kutuambia ni script. Kuna vitu unaweza semea mtu yenye it really shows you really hate them. You really couldn't wait for a moment for you to have that script so you can say those things. Like kuna vitu wenye mtu akikuambia surely they hate you hata kama ni joke. Hata wewe kuna vitu wenye ufai kuentertain, like if your friends tell you things that as a joke na mnachongoana sijui maybe mko mna chill. Wanakuambia kitu wenye ati no wonder you somebody wanted to sacrifice you. Like and then that's a joke. That's not a joke. Ni noma. Yeah. So kuna vitu wenye mtu ufai ku ever entertain from anybody as a joke. By saying that, obviously people will always talk. So it's up to you to decide what are you going to consume, what are you going to take in, what are you going to filter. So me, I think nime master your skill ya filter. Like literally, I just block you. Inasaidia? Yeah. Lakini si algorithm ya TikTok inakuletea vitu yenye una like. So kama ukilike matusi saa hizi, video yenye itakuja next inaweza kuwa ya kuimba, alafu next itakuwa ya hiyo matusi. So ina depend na watu wenye una follow na vitu zile una like. So if those are the things that excite you. But you can like ama useme not interested. So haitakuletea tena kwa Ndio nasema hivyo. But like nasema mimi naongelea wengine ambao like you just come across someone mwenye page yake tu ni negativity, ni matusi tu. Literally. But like wengine wanakuanga na criticism, like wana criticize positive criticism in a way. Yeah. But kuna wengine yenye unakuja literally you're shaming people for sijui their ended marriages, sijui being single moms, sijui anakaaje. So unataka watu wafanye nini about it? Like you literally you're the problem. But I think kwa mtandao tulisema saa zingine tunaweza
criticize msee ama umwambie kitu wenye maybe anaweza correct in a positive way, that's though, kuliko uambie mtu kitu wenye hawezi reverse. Ni kama kuambia, kama mtu akuambia wewe ni mfupi, for example, you can do nothing about it, but utasikia vibaya. Ama no wonder ulilelewa na single mom. So yeah, sasa fanye. Yeah, arudi aongeze mzazi wa pili. Ni ngumu sana. And then also one thing, watu wajuangi kenye mtu ana go through behind the scenes, like you just see people showing up. Unaweza kuwa unaona mtu ametokea hapo, ana dance, amevaa kiatu kimoja, hujui mbona akona kiatu kimoja, hujui mbona anainua mkono inafanya maybe mkono mwingine haufanyi, unaona, maybe hujui, maybe hata aliwahi chomeka akiwa mdogo, like maybe anachuma kwa mkono, but you're there criticizing, mguu mmoja inakaa fupi, sijui ni nini, you're laughing at it, but that person hiyo kwake ni story, ni testimony yenye ana live nayo, unaona. Anasema heri maybe alikuwa involved in at least they can stand up, at least they can still show up, at least they're still bado wako sawa, unaona. Ama aliteguka akiwa mdogo alafu akawekwa plaster, so saa zingine mguu azirudingi vizuri. Anyway, I hope you guys are doing good, and so Kenya is mourning. We lost Baba. Yeah, how about that? You know, Baba has been an icon in Kenya. Yeah. Aliaji apisha back in 2018, I think, kama ilikuwa lini. But that guy is a legend. Like he has fighted all of this time. Na amesomwa hata na watu wakubwa kwa history. He has fought for this country. Kenya. For a very long time. He's been on the textbooks, like from primary mpaka high school. I think watu wengi, majority of the people have read about in high school textbooks. So he's a living testimony. And from all of this story, I saw these politicians. They came together. They showed love to this guy. Everybody was mourning. Condolences everywhere. I even saw Barack Obama 3 hours or 4 hours ago. He was sending his condolences. Alituma sangapi? Niona Wakenya wamemvamia vibaya. Alituma jana usiku. Really? Yeah, ilikuwa mchana huko. Then akasema Usually from yeye mwenyewe. Yeah, page yake iko na 56 million followers. Okay. Yeah, so akasema poleni sana. He's been an icon, na akapost picha ya Raila na ye wakiwa na Obama. Yeah, because na Michelle. If Arsenal send their condolences hiyo siku ya kwanza. Hiyo siku ya kwanza, obviously, you know, he was a president. Yes, he's not. He was a president. He ndiye ana manage hizo manini zake. But akitaka angetuma, literally just ambia watu. Exactly. I think it's about the pressure. Many countries, like kuna countries mingi, kuna associations mingi kubwa wametuma rambi zao. Yeah, sure. Even Arsenal. Just before I just said it. Oh yeah. So I think alikuwa amenini kidogo, alafu Wakenya wakaenda kwa comment section wakamwambia wewe. Kama Wakenya wasingempasha hai, labda angekuwa tu amenyamaza anajifanya tuna matanga. Anyway, may Raila's soul rest in peace. Yeah. But hii pia ikuwe ni funzo, si wote tujue kwamba dunia si wote tunapita. Imagine, like it's so sad and it's very very unbelievable that he's gone, but once you experience loss, a loved one, like a close person, you realize maisha, it's nothing, like tunapita. Tomorrow is not predictable. Tomorrow kesho si promised. Yeah. Kesho leo sasa unaweza kuwa na mtu mko too happy, mko sawa, and you never know, maybe it's the last time you're with them, maybe it's the last phone call, maybe it's the last shower you're giving your loved one, unaona. So it's never promised, na death is very inevitable. So tuishi tukijiandaa, like you just never know. Prepare yourself, prepare your generations, prepare your kids. Like, what if you're not there tomorrow? What if they wake up and you're not here for them? It's actually very sad. Sababu Raila, for example, amededi, alikuwa party leader wa ODM. Watoi wake hawezi inherit kuwa party leaders wa ODM. So lazima ukuwe umejijengea kitu at the side, because tomorrow is not guaranteed. And then also I heard that we lost 3 or 4 people kwa viewing ya body yake. And that's why I think Raila alikuwa anasema azikwe after 72 hours, because he knew the pressure na impact yenye yako nayo kwa society inaweza leta chaos na hizo vitu zote. Watu wali-invade wakapita wakaingia mpaka JKI na pikipiki. It was crazy. Ilikuwa ni crazy, but you know. Yeah. May his soul rest in eternal peace. Not watching ukabila, man. This is not the generation. This is not the time. Yeah. This is literally not the hour. Tulikuwa tunasema Gen Z are tribeless, sijui nini.
But some of you're even more tribal than the past generation, which is crazy. But also don't call out people for not posting. Some, like, not everyone mourns the same way. Not everyone will mourn by posting somebody. Okay, so usikata hapo useme ati you're judging this person or you're canceling them for not posting about Raila's death, you know? They're all different. Exactly. Kuna watu hata hawapost hata watoto wao, like they don't even post their own loved ones. Okay, let me ask this. What about people who don't post their family members like wali post Raila? No, that's crazy. That's actually sick. That's messed up. Actually, mtu wako unakuta hajawahi kukupost hata siku moja hivi, hata birthday. Ni anakujazia paragraph anakuua na paragraph kwa DM. But celeb kitu ikamfanyikia hivi. I really loved you. My paragraph, my emoji. I think it's just for the clicks most of the time. That's for clout. Like if you don't post your loved ones, if you don't celebrate your own loved ones wakiwa wako hai, unangojea ma celeb ndio wa celebrate. Kwanza kuna watu nimeona. Yeah. Senye mtu ameshaenda tu hivi. Screenshot, testimony, alinifanyia hivi. This one I've never even shared, but in 2016 is the one that made me who I am. Why did you tell us while he was alive? Mbona ukuwahi celebrate akiwa yuko high? Literally, exactly. It really hurts. Like, it's annoying. It's not a good thing. Na unarealize watu wengine wanaanza kukucelebrate ukiwa umekufa. That's what I was calling hypocrisy, honestly. Yeah. Because maybe even you guys didn't talk. If you never posted me while I was alive, if you never posted my campaign thingy when I was alive, yeah. Kama ulikuwa unanikejeli nikiwa niko hai, mbona unakuwa kwanza kusambaza nikiwa nimekufa? Like, why are the first one? So let people that love me mourn me. Exactly. Sindio? Yeah, like, I think it's because the community most of the time inakuanga prioritize negative news sana kuliko positivity. That's why kuthrive na negativity it's more fast than kuthrive na positivity. The same thing. Ni kama ukienda hizi social media accounts, utapata pastors na reverends hawana followers. What about the opposite of them? Yeah, watu wana follow vibaya sana. So I think, but also hiyo pia inadepend na reality. Like unaweza kuta mtu maybe ni pastor ama ni whatever. Yeah. But vitu anafanya ni kinyume na vitu anahubiri, unaona? Exactly. So why would we follow you when we actually know the things that you do behind the scenes? Wewe huku umejaza, maybe mtu amekuona wewe unajaza malodging nini, but ukikuja huku wewe ndio wakukashifu watoto wa watu kwa kupata ujauzito nyumbani. But wanasema sikia chenye na kuhubiria usifuate chenye nafanya. That does not work. Would you? No, I will not, because if you preach water and drink wine, it doesn't add up. Like seriously. Ama unakuta kwanza hivi tu ya some churches, like watu wanahubiria watu, like people are literally preaching against other people's kids, like wanakushame kwa kanisa. Unakuta mtu anahubiriwa kwa kanisa hadi anaacha kwenda church. Yeah, saa zingine ni noma sana. Anyway, tujifunze kuwa a very positive society na yeah. Tuende kanisa na celebrate your loved ones wakiwa wako high, because you have seen life is not promised. Nimekuwa naona hii quote like watu wengi wakisema I didn't think baba angewahi enda, like nilikuwa ndani yuko immortal, unaona? But yeah. Everyone, see wote safari yetu ni yetu na hakuna mtu ataenda safari ya mtu mwingine. No one, literally journey ni hivi. Utaenda tu hivi wewe mwenyewe hivi. So jiandae whatever way you believe life iko after death, jiandae for that one. Kabisa. Natumai tumemalizia hapo. It was our first video on YouTube. We are back. Sindo? Stay tuned. See you next time. This is the Good Vibes and Inshallah Podcast KE. Hello. Tell a friend to tell a friend. Sijui tu rebrand, mtuambie tujite. Tufanye nini? Tujiite nini? By the way, jina imekuwa mrefu. Badilisha jina. Yeah? Mtupe suggestions kwa comments. Tutachukua yenye tawili. Kama ni Eldorian, kama ni nini, weka proposal. Anyway, asanteni sana guys. So personally, nilikuwa nimeacha kuzaa watu hii. Lakini sasa nimeona one for baba. Sawa? Akikuwa mwanaume namuita Raila Kenyo, akikuwa mdem namuita Railet Kenyo. Sawa? Yeah, uigasine Migoroni, shule bado ni moja, National Diversity Institute of Australia. Make sure ume-enroll, upate November intake ama Januari. Kalitaona gogoro, oyevaje, alu.